Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu ketie mahali pa juu, Baba tunakuinua juu, tunasema asante kwa upendo, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa ulinzi Baba, asante, tunakushukuru tumeiona siku ya leo. Tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza, maana wewe ni Mungu peke yako unastahili kuinuliwa, kuabudiwa, kutukuzwa. Sifa zetu hatuipi miungu mingine, ni uchafu, ni takataka. Sifa zetu tunakupa wewe uliye mwanzo na wewe uliye mwisho, Alfa na Omega. Baba, tunasema asante kwa kutupa kibali tena cha kukusanyika siku ya leo kwa ajili ya jina lako. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalivari pite kwenye nafsi, kwenye mioyo, akili, ufahamu wa kila moja, masikio yao pia, ikawasafishe, ikawatakase, ikawaweke tayari watoto wako hawa kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa siku ya leo kwa ajili ya nafsi na roho zao. Hata mimi mtumwa wako Bwana niko tayari pia. Baba, naomba ukanitumie kwa kuwa ni chombo chako, ukawafundishe watoto wako, ukazidi kuwajenga nafsi na roho zao, ukawalishe chakula ulichokiandaa Bwana kwa ajili ya mioyo na roho zao pia. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninafunga kuzimu, nafunga mauti, lada zote, minala network, antena, darubini zote, mitego yote iliyotegwa silini kinyume nasi siku ya leo, nasambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia damu yako ikasafishe maisha yetu, ikasafishe njia zetu, pote tunapoingia, tunapotoka Bwana. Ulinzi wako kawe pamoja nasi, adui zetu wakawe adui zako Bwana, ukapigane nao kwa niaba yetu. Sante Mungu mwenye nguvu, asante Simba wa Yuda, asante mwamba wa kale, sante niko ambaye niko, vyakula vinywaji vyote tunavyoenda kuvila na kuvinywa siku ya leo Baba, ninavitakasa na kuvibariki kwa damu yako ya thamani. Sante Mungu wa rehema, sante Baba, maana maisha yetu tumeyaweka kwako Bwana. Wewe ndiye kimbilio letu, ndio tegemezi letu, ndiye mtetezi wetu uliye hai. Sante Mungu wa rehema, sante Baba, ni katika jina lipitalo majina yote, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema ujumbe kwa kanisa la Tuatira. Ujumbe kwa kanisa la Tuatira. Tutasoma kitabu kitakatifu Ufunuo wa Yohana 2. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18 hadi mstari wa 29. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18 hadi mstari wa 29. Ninasoma kwa jina la Yesu. Kwa malaika wa kanisa la Tuatira andika hivi: huu ndio ujumbe wa mwana wa Mungu, ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa. Najua mambo yako yote, najua upendo wako, imani yako, utumishi wako na uvumilivu wako. Wewe unafanya vizuri zaidi sasa kuliko pale awali, lakini nina jambo moja dhidi yako. Wewe unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita nabii, anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Nimempa muda wa kutubu, lakini hataki kuachana na uzinzi wake. Sikiliza, sasa namtupa kitandani, ambapo yeye pamoja na wote waliofanya uzinzi naye watapatwa na mateso makali, kama wasipotubu matendo yao mabaya waliotenda naye. Tena nitawaua wafuasi wake, ili makanisa yote yatambue kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo na fikra za watu. Lakini nyinyi wengine mlioko huko Tuatira, ambao hamfuati mafundisho yake Yezebeli, na ambao hamkujifunza kile wanachokiita siri ya Shetani, na waambieni kwamba sitawapeni mzigo mwingine. Lazima mzingatie yale
mlionayo sasa mpaka nitakapokuja. Mshindi na mwenye kuzingatia mpaka mwisho mambo ninayotaka, nitampa mamlaka juu ya watu wa mataifa. Atawaongoza kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama vyombo vya udongo. Mimi pia nimepokea mamlaka hayo kutoka kwa Baba yangu. Tena nitampa nyota ya asubuhi. Aliye na masikio basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Somo letu la leo linasema ujumbe kwa kanisa la Tuatira. Ujumbe kwa kanisa la Tuatira. Tunaona wiki iliyopita tulijifunza somo juu ya kanisa na tukaona haya makanisa ni yale makanisa 7 ambayo haya makanisa 7 yapo duniani. Haya makanisa 7 yanatuwakilisha sisi wanadamu, ambao sisi wanadamu tupo katika kundi hili la makabila 12 ya Israeli. Mbingu ina malango 12 ya kuingia ufalme wa mbinguni. Unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaingia katika mlango mmojawapo kati ya malango haya 12, kwa sababu wanadamu wote tunawakilishwa na haya makabila. Kwa kila mwanadamu ana kabila lake kati ya haya makabila 12. Na haya malango yamejigawanya pande 4: kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, ambayo kila pande zina malango matatu. 3 mara 4 12. Kaskazini malango 3, haya yote yameandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kusini malango 3, mashariki malango 3, magharibi malango 3. Haya malango yako wazi kwa sasa hivi, yanapokea wanadamu ambao wanapompokea Yesu wanaingia kwenye haya malango. Wapo wanaoingia ufalme wa mbinguni kupitia lango la kaskazini, kati ya haya 3, lango la kusini, mashariki, magharibi. Lakini haya malango haya au hawa wanadamu ambao ni mimi na wewe, ambao sisi tunaowakilisha makabila haya 12, tunawakilishwa pia na aina za makanisa haya 7 yaliyopo duniani. Na Bwana alimpa Yohana ujumbe kwa haya makanisa 7 ambayo yako duniani, na haya makanisa yanatuhusu sisi wanadamu. Ndio hali zetu tunaoyaishi, ndio maisha yetu tunaoyaishi. Kwa hiyo ndio maana unakuta kanisa linaweza likazungumzwa alafu ukakuta hizi sifa hizi za kanisa hili au haya mapungufu ya kanisa hili haya yananihusu. Ni kwa sababu ndio kanisa lako linalokuhusu. Mungu anasema na wewe, anataka ubadilike, anataka utengeneze. Tunaona makanisa haya, kuna Efeso, kuna Smurna, kuna Pergamumu. Leo tunaongelea kanisa la Tuatira, lakini kuna Sarde, kuna Philadelphia, ambayo haya makanisa tuliona katika Ufunuo. Hiyo ya kwanza ilielezea juu ya haya makanisa. Tunaona Yohana alipokuwa amepewa haya maono, huu ujumbe, alimuona Bwana akiwa ameshika mkononi mwake, mkono wa kulia, vinara 7 vya taa vya dhahabu, lakini pia alikuwa ameshika na nyota pia 7. Na tunaona hapa katika Ufunuo wa Yohana 1:20 alikuwa akimweleza Bwana, akimweleza Yohana juu ya vile alivyoviona mkononi mwake.
Angalia kama hapa 20, siri ya nyota zile 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kulia na siri ya vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni hii. Zile nyota 7 ni malaika wa kanisa na vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni makanisa 7. Vinara 7 vya dhahabu ni makanisa 7 ambayo haya makanisa yako duniani, ambayo haya makanisa tunaona kuna kanisa la Efeso, kuna Smurna, Pergamumu, Tuatira, Sarde, Filadelfia na kanisa lingine ambalo limebaki pia. Yapo 7. Lakini leo, wiki iliyopita tulijadili kanisa mojawapo, lakini leo tunaendelea na kanisa lingine ambalo hili Bwana alinipa ujumbe, anasema peleka huu ujumbe kawaambie hili ndio kanisa linanihuzunisha kweli kweli. Maana nikiangalia muda uliokuwa umebaki na wengi wamekwama hapa. Ili somo la leo Bwana anazungumza na wewe. Ili somo la leo sio la kulichukulia mzaha, ni la kufanyia kazi, kwa sababu wapo wengi watalia na kusaga meno, lakini kulia kwao na kusaga meno kwao hakutaweza kuwasaidia. Na hili ndio kanisa ambalo kwa asilimia kubwa litawafanya wengi wakose mbingu. Na hili ndio kanisa Tuatira. Angalia hapa, kwa malaika wa kanisa la Tuatira andika hivi. Bwana alikuwa anamwambia Yohana, kwa malaika wa kanisa la Tuatira andika hivi, kwa sababu kila haya makanisa 7 yana malaika wake. Makanisa 7 na kila kanisa lina malaika wake ambaye anafanya kazi ya kulilinda hili kanisa, anafanya kazi ya kupeleka jumbe kwenye hili kanisa. Kwa kila kanisa yupo malaika wake. Kwa malaika wa kanisa la Tuatira andika, huu ndio ujumbe wa mwana wa Mungu ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa. Ni nani huyu? Ni Yesu. Yohana anaambiwa huu ni ujumbe ambao ujumbe huu umetoka kwa nani? Kwa huyu ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba, ambaye ni Yesu. Huu ujumbe wa Yesu huu peleka kwa kanisa la Tuatira. Najua mambo yote, najua upendo wako, najua imani yako, najua utumishi wako na uvumilivu wako. Bwana analiona hili kanisa lina upendo, analiona hili kanisa lina uvumilivu, analiona hili kanisa lina imani, analiona hili kanisa linafanya kazi nzuri, linamfurahisha. Lakini Bwana anasema pamoja na haya unaonifurahisha, pamoja na uvumilivu wako, pamoja na imani yako, pamoja na matendo yako mema, pamoja na upendo wako, havitakusaidia iwapo usipotengeneza. Ndio maana hili andiko la wengi kulia, Bwana Bwana, nilifanya kazi yako. Bwana Bwana, nilikuwa nikienda kanisani. Bwana Bwana, nilikuwa nikikutolea sadaka na zaka, nilikuwa mwaminifu. Bwana Bwana, nilikuwa nikinena kwa lugha, ile lugha ya mbinguni. Bwana atasema sikujui, kwa kuwa majina yenu hayajaandikwa mbinguni. Lakini wapo wengine ambao watakuwa na wokovu mzuri, lakini watakaporudi nyuma, watakapomwacha Yesu, na wao pia wataingia katika kundi hili. Inategemea na sababu iliyowafanya
warudi nyuma, wamwache Yesu, majina yao yafutike katika kitabu cha uzima wa milele. Zipo sababu, inategemea. Wengine inaweza kawa sababu ambao ni kwa makanisa haya mengine kati ya 7, lakini wengine sababu yao ikawa kwenye kanisa hili, sifa za kanisa hili la Tuatira. Angalia, hili kanisa linafanya vizuri kabisa. Bwana anasema linafanya vizuri kabisa, linayo imani, linao uvumilivu, linao upendo, na linafanya kazi nzuri kabisa ya utumishi wake vizuri kabisa, analifurahia. Ila wewe unafanya vitu ambavyo unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita nabii, anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Bwana anasema unafanya vizuri kabisa, utumishi wako ni mzuri, matendo yako ni mazuri, una imani, unaniamini kuwa mimi ni Bwana na Mwokozi wako, unamwamini Mungu anayeishi kwamba ndiye Mungu na hakuna Mungu mwingine. Unasoma kabisa na neno, nafanya vizuri mwanangu, najitahidi na kufunga vizuri kabisa, unatoa na sadaka vizuri kabisa, lakini mwanangu, hapa pata kufanya ubaki. Unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita nabii, anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Inawezekana wengine hawafahamu huyu Yezebeli ni nani. Yezebeli huyu anaongelewa katika ulimwengu wa roho. Huyu tunaambiwa anajiita nabii, lakini pia wengine wanamuita Mungu mke. Lakini pia Biblia hiyo hiyo inamtambua kuwa ni mama wa makahaba au mama wa uzinzi au mama wa uchawi. Ana uchawi mwingi. Lakini huyu ndiye anayewapa jeuri wanadamu, jeuri ya utajiri, jeuri ya pesa, jeuri ya umaarufu. Ndiye huyu ambaye Biblia inamzungumzia, anawalewesha watu na mvinyo na uzinzi na mambo machafu, ambaye huyu anasubiriwa na lile ziwa la moto, ambaye huyu na yeye anajifanya ni nabii, akiwapotosha wengi. Na ndiye huyu ambaye manabii wa uongo ndiye mama yao. Huyu ndiye anayewafundisha. Tunaambiwa hapa anawafundisha zile siri za adui, siri za shetani. Anawafundisha kufanya miujiza ya uongo, anawafundisha. Ndiye huyu anashusha wengi kuzimu. Ndiye huyu ambaye wasanii kupata umaarufu wanamwendea yeye. Ndiye huyu ambaye mafrimason Illuminati kupata hizo pesa wanamwendea yeye. Na ndiye huyu tunaambiwa hata wafalme ambao ni viongozi wanamwendea yeye kwa ajili ya pesa na kwa ajili ya umaarufu. Na hawa wote wanaopata hivi vitu vyao, ulimwengu wa roho unawatambua kwamba wanazini naye. Ndio maana Biblia iko kiroho sana, na ndio maana Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu, anatufundisha. Bwana mwenyewe anatufundisha Biblia kiroho, kwa sababu iko kiroho sana, kwa sababu ufalme wa mbinguni tunaoishi ni wa rohoni, na ndio maana lugha ya mbinguni ni ya kiroho, na Biblia, sheria za mbinguni ni za kiroho pia. Lakini huyu
Yezebeli akaona kwamba akibezi upande huu tu bado hatashusha wengi kuzimu. Akaja na upande wa mapambo, akaja na upande wa mavazi yasiyompendeza Mungu, nguo fupi, mapambo, mawigi, manywele ya bandia. Haya yote ni takataka zitokazo kwa huyu mwanamke ambaye huyu anawashusha wengi kuzimu. Na ndiye huyu Bwana anasema kanisa lake hili la Tuatira limegawanyika, limepasuka pande mbili, ambao akiangalia huu upande ambao unashusha watu wengi kuzimu, wanaoshuka ni wengi zaidi kuliko wale ambao wako upande wa nuru, ambao hawa wamekubali kushika sheria za Bwana, wamekubali kumpinga huyu mwanamke na kukataa vitu vyake na kukaa naye mbali na hivi vitu vyake, ambao hawa wameamua kumpa Yesu maisha yao kikamilifu na kuishi maisha masafi matakatifu, wakiutarajia na kuutegemea ufalme wa mbinguni ambao Bwana anafurahishwa nao hawa. Kwa hiyo kanisa la Tuatira limegawanyika pande mbili, upande huu ambao unapinga na kuto kuvifuata vitu vya huyu mwanamke Yezebeli, na kuna huu upande mwingine ambao hawa Bwana anasema wananipenda sawa, wanayo imani sawa ya kuamini Mungu yupo, anaishi na ndiye Mungu pekee wa mbinguni, hakuna Mungu mwingine. Imani hiyo wanayo, na wengine wanapiga mpaka na magoti, wanafunga, wanaomba, wanayo kabisa imani hiyo. Na wengine wana upendo kabisa na mimi, wananipenda, lakini hapa bado kuna shida. Hiki kitofanya waweze kubaki. Na Bwana anasema nimewapa muda wa kutengeneza, watubu, waache vitu hivi vya Yezebeli, waje ili kundi lililo safi, ili parapanda ikipigwa na wao wapate kuwa mojawapo, wapate kunyakuliwa. Angalia, Bwana anasema najua mambo yote, najua upendo wako, upendo unao kweli, imani yako nafahamu, imani unao, utumishi wako unafanya vizuri kabisa. Wengine mnaenda mnahubiri, mnanihubiri, mnafanya vizuri kabisa, utumishi wenu vizuri kabisa, na mnao uvumilivu, mnavumilia mengi kabisa. Wengine mnapita kwenye misukosuko, kwenye majaribu kwa sababu ya wokovu, mnayavumilia yoyote kwa sababu mnanipenda. Lakini tatizo lako ni hapa tu, jambo moja tu ninalo zidi yako. Wewe unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita nabii, unamvumilia. Bado huyu pia moyo wako umempa, kwa sababu kitu unachokipenda umekipa moyo wako. Bado moyo wako umenipa mimi, lakini na huyu pia ana uhalali na moyo wako, kwa sababu bado unatumia vitu vyake. Huyu hata parapanda ikipigwa, huyu atapiga kelele na kusema huyu hapana, hafai kunyakuliwa, kwa sababu bado ana vitu vyangu. Alikuwa ananipenda, alinipa moyo wake. Huyu ni wangu, huyu yuko kundi langu. Ndio wengi watabaki, lakini Bwana anasema nimempa muda wa kutubu. Na Bwana anasema nakupa muda wa kutubu ili uweze kuachana na vitu vya uzinzi na vitu hivi vya Yezebeli. Angalia, tunaambiwa hata wale walio kwenye ulevi, tunaambiwa wanalewa na mvinyo. Hata wale walio kwenye ulevi, maana ulevi sio mpaka unywe pombe, hata tu vitu vyake kuvitumia, na unaonekana umelewa na ulevi wa kutumia vitu vyake. Mwangalia mtu aliyekuwa amelewa, ajielewi, ajitambui. Ndivyo wengi unawahubiria na kuwaambia hacheni hivi, wanakuwa kama wamelewa, hawasikii, hawatambui wako kundi hili.
Sikiliza sasa nakupa. Sikiliza sasa, nitamtupa kitandani yeye huyo Yezebeli pamoja na wote waliofanya uzinzi naye, wapatwe na mateso makali kama wasipotubu matendo yao mabaya walioyatenda naye. Angalia parapanda ikipigwa na siku hukumu ikitolewa. Wale waliokufa, wale watakwenda kuhukumiwa kwa sababu ya makosa haya ya kufanya uzinzi pamoja na huyu mama ukahaba, ulevi, uchawi, makafara, masadaka, mafrimasoni huko Illuminati. Hawa wote wako kundi hili la kwamba wanazini na huyu mama ukahaba, ulevi, wanazini na huyu mama ukahaba, mapambo, wanazini na huyu mama ukahaba. Wote hawa tunaambiwa watatupwa kwenye lile ziwa la moto pamoja na yeye huyu mzinzi ambao ni Yezebeli. Watalia na kusaga meno. Lakini hili ni kundi ambalo Bwana alikuwa ananiambia hata watumishi wangu ambao hawa wanao upendo na mimi, wanao imani na mimi, wanao uvumilivu kwangu, wanafanya kazi nzuri kabisa, lakini bado mioyo yao wamempa huyu Yezebeli. Bado anatumia vitu vyao, bado anatumia mapambo yao, bado anatumia takataka zao. Angalia ni watu wangapi ambao wanajiita watumishi wa Mungu, wanamhubiri huyu Yesu, lakini as long as wana haya matakataka, filimbi ikipigwa siku ya parapanda, wana haya matakataka vichwani, matakataka kwenye masikio, matakataka midomoni, malipstick na yamaanisha hapo, makeup, makucha ya bandia, masuruali, nguo fupi. Watabaki. Chochote cha Yezebeli hakitaona mbingu. Na hili ni somo linakuwaga gumu kweli kweli kulimeza. Yaani kama ni kidonge kinaitwa kile ni kidonge cha sijui ni quinini, sijui ni Cristapen. Kuna dawa mojawapo ni chungu sana, hata kuimeza chungu. Sasa hii ni chungu zaidi ya ile. Ni somo ambalo linakuwaga chungu kulimeza. Na ni somo ambalo linawachefua watu wengi, kwa sababu roho ya Yezebeli inaposikia ukweli ndani yao inakasirika, kwa sababu inajua huyu mtu akijua kweli ataniacha na kuzimu itapata hasara. Na ndio maana linakuwa gumu ili somo kumezeka. Lakini Bwana akusaidie, Bwana akusaidie, roho wa Bwana akusaidie pia, ili likawe jepesi kupokeleka na kumezeka pia ndani yako. Angalia watumishi wengi, wengine mpaka wananena na kwa lugha, lakini as long as wana haya matakataka, siku parapanda ikipigwa, yule Roho Mtakatifu aliye ndani yao anayenena kwa lugha atawaacha, watabaki duniani. Ndio hawa watasema, Bwana, tulikuwa tukinena na kwa lugha, Bwana, tulikuwa tukiimba, tulikuwa tukiomba, Baba, tulikuwa tukifunga, tukifanya mengi yanayokupendeza. Lakini Bwana atasema, mwanangu, nilikupa muda wa kutubu ili uachane na hivi vitu vya huyu Yezebeli, lakini ulinipuuza. Na Bwana hata wahurumia. Mwangalie yule Mfarisayo aliyekuwa ameenda kuomba. Mwangalie na yule mwenye dhambi aliyekuwa ameenda kuomba, mtoza ushuru. Mwangalie huyu Mfarisayo akawa anasema, Bwana, Mungu, mimi ninafunga mara kwa mara, nimekuwa mwaminifu, natoa na fungu la 10 kikamilifu, lakini mimi sio kama hao watoza ushuru. Huyu aliye pembeni yangu, huyu mwenye dhambi, alijiona anafaa kama hesabia mwenzake mwenye dhambi asiyefaa.
lakini mwisho wa siku hata maombi yake alikuwa ni takataka, ni kelele mbele za Mungu. Alihukumu, na neno la Mungu linasema usihukumu. Na ndio maana hata wengi wanaojiita watumishi, wengi waliopo mitandaoni, wanao kazi ya kunyoshea vidole wengine kwamba huyu hafai, huyu hafai, huyu hafai. Wao wanajihesabia watakatifu. Hukumu, siku ya hukumu, kuhukumu wenzao, watalia na kusaga meno. Ni Mungu peke yake ndiye anayehukumu. Mtu anapokosea, kwanza kitendo cha kwenda kumuongelea mitandaoni, ni hata na wewe pia unatenda dhambi, kwa sababu unamdhalilisha. Kwa hiyo na wewe unatenda dhambi juu ya dhambi. Maana kama kweli ungekuwa unampenda mtu huyo na unataka kweli nafsi yake uiokoe, ungemtafuta private, ungemweleza madhaifu yake, na ungepiga magoti pamoja naye, ungefanya naye maombi mbele za Mungu. Huyu angekuwa amefanya jambo jema kuliko mitandaoni, kwa sababu mitandaoni unaenda unamdhalilisha, kwa hiyo unatenda dhambi juu ya dhambi. Lakini pia hata kama huna mawasiliano naye, hata tu kwa kuamua na beba mzigo na funga hata wiki nzima, siri sinywi, na muombea mtu huyu nafsi yake ikombolewe, ungefanya jema zaidi kuliko kukimbilia mitandaoni. Wengi wanashindwa kujua hilo. Lakini pia angalia, watumishi wengi, sio kwamba hawajui kwamba mapambo ni shida, sio kwamba wanajua, lakini wengi wao ni kwa sababu ya jeuri na kiburi. Wanajiinua, jeuri na kiburi, hawataki kusikia. Na ndio maana angalia, adui wala hangaiki. Wewe atanena kwa lugha, imba kwa sauti nzuri, msifu Mungu vizuri, as long as una vitu vyake, anajua kabisa wewe ni wake. Hata siku ile parapanda ikipigwa, wala hana shida nayo, kwa sababu anajua utabaki tu. Wengi walishindwa kupita kuingia mlango wa kuingia mbinguni walipomaliza muda wao hapa duniani kwa sababu ya Irene. Mtumishi mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke, alikuwa akipeleka maelfu ya watu mbinguni, akihubiria watu watubu, akisalisha watu sala za toba. Aliwasaidia wengi kwenda mbinguni. Lakini siku ambayo amemaliza muda wake, alipokufa, alipofika katika geti la mbinguni, geti lilishindwa kufunguka kwa sababu eleni ndogo tu, tena hivi vieleni kama vya nukta hivi vidogo tu cha goldi, vya goldi amevaa. Nasema ameacha mapambo kila kitu, apaki cha makeup wala lipstick, lakini eleni ilimfanya akose kuingia mbinguni. Na ndio wengi ambao wananena mpaka na kwa lugha madhabahuni, wanalia mpaka na machozi wanabubujika wanapoabudu. Siku ile ya parapanda, wengi watalia na kusaga meno. Ni siku ambayo wengi yaani tunaambiwa tusitamani hata itokee, kwa sababu watakaobaki watalia na kusaga meno. Lakini itakuwa ni siku nzuri kwa wale waliofanikiwa kunyakuliwa, na sisi tuwe kundi la watakaofanikiwa kunyakuliwa. Nakumbuka nilipewa ujumbe, Bwana alinipa ujumbe kwa kanisa mojawapo ambao liko Tanzania. Naone mtumishi mkubwa sana, wengi wanamfahamu sana, ni rafiki yangu pia, tunawasiliana sana. Nilimpa ujumbe, kaambia Bwana anasema na wewe juu ya kanisa hili. Anaona wanafanya vizuri sana, wanaimba, wanasifu vizuri, wananena kwa lugha vizuri kabisa, lakini ujumbe huu wa kanisa la Tuatira, Bwana anasema zungumza nao, maana siku atakayokuja na mwaliko wa parapanda, wengi watakosa mbingu. Na hasa kundi hili ni la wanawake, wengi watakosa mbingu kwa sababu ya vitu hivi vya Yezebeli. Idadi kubwa ya wanaume watanyakuliwa,
lakini wanawake wengi watakosa mbingu kwa sababu bado wana vitu vya Yezebeli: mapambo, suruali, matendo yote mazuri wanaoyafanya. Adui anajua siku ile hawa watakuwa ni watoto wake, watabaki, kwa sababu hakuna chochote cha Yezebeli kitakachoingia mbinguni. Maana kitendo cha mtu amefariki, mwili wake huu wa nje umetengana na mwili wake wa ndani. As long as huyu mtu wakati anafariki masikioni mwake ana hereni, yule mtu wake wa ndani ataenda na zile hereni. Ndio maana ulimwengu wa roho ni wa kiroho. Unaweza ukasema mbona hereni nimeziacha duniani? Kwenye yule mtu ambaye ni udongo, yule amebaki duniani, hata wa ndani yule pia ataenda na zile hereni, kwa sababu ni kopi ya huyu wa nje. Lakini nilimpa ujumbe nikamwambia, ongea nao. Bwana anasema zungumza nao. Amekupa kuchunga hawa kondoo, zungumza na kondoo wake. Aliniambia, Petrida, huu ujumbe ni mgumu kweli kweli. Huu ujumbe ni mgumu hata kuubeba huu, hata kuzungumza nao hapa ni pagumu kweli kweli. Kaambia, ni kweli ni pagumu, sababu ufalme wa mbinguni ni ufalme ulio mtakatifu. Tulikuja duniani hatukuja na mapambo. Angalia ulipozaliwa siku ile ya kwanza. Mtu anaweza kusema siwezi kuishi bila wigi, siwezi kuishi bila makeup, bila suruali siwezi kuishi, nitaonekana siko beautiful. Swali ni je, siku ya kwanza uliokuja duniani ulikuja na hizi takataka? Ulizikuta duniani. Vya duniani vitabaki duniani na vya mbinguni vitabaki kuwa vya mbinguni. Lakini wakati nazungumza naye na majibu aliyonipa, Bwana alikuja kuniongezea zaidi baadaye, akaniambia ndivyo ilivyo. Wengi wanaofia kuwaambia kondoo kwa sababu wanajua watu wakiambiwa ukweli wapo watakaoondoka. Mtu anaona ni heri niwe na kundi la watu wengi, labda nipokee sadaka nyingi, kwa sababu watu wakiambiwa ukweli, na watu hawataki kuambiwa ukweli, maana ukweli unauma. Mtu akiambiwa ukweli, ni heri umweleze mtu ukweli uponye roho yake kuliko kumwacha mtu aangamie ili wawe wengi. Ndivyo wengi hawataki kuwaambia watu hivi. Lakini angalia hata maeneo mbalimbali, huyu ni mmoja tu, lakini wapo na watumishi wengine ambao haya pia wanaambiwa. Lakini issue inakuja, je, nikiwaambia reaction yao itakuweje? What if wakiondoka? What if wakiliacha kanisa? Angalia mtu ambaye ana jipu limeiva kweli kweli. Ili jipu linakuwa linapwita, jipu lililoiva linavyokuwa linavuta linapwita. Alafu huyu mtu mpeleke kwa daktari. Alafu mwambie daktari, embu jaribu kuzungumza na huyu mtu. Muulize, je, nikukamue sasa hivi, uko tayari au nikuache? Jibu ambalo yule mtu mwenye jipu atakalompa daktari, liache, usilikamue kwa sababu linauma. Yani hata kuligusa tu yani linaongezeka kupwita, embu liache. Ndivyo ilivyo. Lakini na wakati huyu daktari akilikamua hilo jipu, amemaliza kulikamua hilo jipu, huyu mtu atamshukuru kwa sababu atalala vizuri, amepokea uponyaji, amekuwa yuko huru na yale mateso ya jipu. Inafika wakati saa nyingine ni lazima tupasuliwe majipu, tukamuliwe majipu kwa ajili ya uponyaji wetu. Ufalme wa mbinguni ni njia nyembamba kupita. Si wote watakaokuwa tayari kupita, ni wale tu walioandikiwa. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Angalia, wengi wanachunga kondoo lakini hawataki kuwaambia watu inapokuja kwenye pointi hii ya kanisa la Tuatira.
Na wengi wanaangamia kwa sababu wanawaangalia, mbona hawa viongozi wetu hawatuambii haya? Na mbona hawa viongozi wetu na wao wenyewe wanayafanya mambo haya, wanavaa matakataka haya, wanapenda vitu vya huyu Yezebeli pia. Kama wao wanafanya, hacha na sisi tufanye. Na ndio maana watumishi wengi watawafanya wengi washuke kuzimu, wengi wakose mbingu kwa sababu ya wao. Kwa sababu kiongozi anatakiwa awe ni kioo, ni mfano. Heri yake yule. Ndio maana kuna mwingine aliniuliza, sasa je, muda wote natakiwa nifunge vilemba hata napokuwa siombi? Huo ni uamuzi wako. Lakini hata yule ambaye ana nywele zake nzuri tu, ziwe ndefu lakini hana madawa, hana matakataka haya, nywele zake za kawaida ndefu amezichana, au mwingine nywele fupi tu amezikata, mwanamke, naongelea kundi la wanawake hapa, mwanamke nywele zake fupi vizuri amechana, hata asipovaa kilemba anatoka zake nje, as long as sio huo muda anaomba, kwa sababu tunaambiwa tunapokuwa magotini, tunapoomba tufunge vichwa vyetu, tufunike. Lakini hata nje mtu anasema naenda zangu, mfano kama nje, hana ibada, hana nini, labda inategemea na hilo eneo, sio muda wote labda wa kuvaa mavilemba, sio eneo ambalo ni la Waislamu, au labda inategemea na situation yake. Huyo mtu labda kazini haruhusiwi vilemba kuvaa, anaweza pia akaacha kichwa chake wazi, lakini hana takataka zozote. Huyu mtu atapalapanda, ikipigwa atanyakuliwa, hana kitu cha Yezebeli. Lakini tunapokuwa magotini tunafanya ibada, tunamsifu Mungu, tunamwabudu, vichwa vyetu lazima tufunike. Ni heshima mbele za Mungu. Hasa angalia, wengine wanapanda na madhabahuni, wana haya matakataka ya Yezebeli, wengi watabaki. Lakini Bwana anasema huu muda mnaposubiria parapanda, mnao muda wa kutengeneza, muda mnao wa kutengeneza. Badilisheni, tengenezeni, mviache hivi vitu vya huyu mwanamke mzinzi. Acheni ulevi, acheni mapambo, acheni masuruali, acheni nguo fupi, acheni nguo za kubana, sababu haya yote manguo mafupi ya kubana, yote haya nyuma yake ni maroho ya uzinzi. Utamfanya mwenzako azini kupitia wewe kuvaa nguo iliyokubana, umemtamanisha, umemfanya mezini. Lakini pia Bwana anasema huyu Yezebeli pamoja na wafuasi wake wanaopenda hivi vitu, ambao hao wanaopenda utajiri, wanaopenda fedha, ambao wameenda wamefanya mikataba nao, wamechinja watu, wametoa watu kafara. Makundi ya Freemason, Illuminati, wachawi hao, waganga, wote ni wafuasi wake huyu mama wa ukahaba, au huyu anayejiita nabii, ambaye ndio kiongozi wao hawa manabii wa uongo. Lakini na wale wote wapenda mapambo, wote wanaonekana wanazini naye, na wale walevi wote wanazini naye. Hawa kiberiti cha moto kinawasubiria, ziwa la moto linawasubiria. Lakini Bwana anasema lipo hili kundi lingine, hili nalipenda, linanifurahisha hili, maana kanisa hili la Tuatira limegawanyika pande mbili, upande huu ambao uko upande wa Yezebeli na vitu vyake, lakini kuna huu upande mwingine huu. Bwana anasema huu upande huu, lakini nyinyi wengine mliopo Tuatira ambao mko upande huu, ambao hamfuati, kuanzia 24 hapo, hamfuati mafundisho yake huyu Yezebeli, na ambao hamjifunzi kile wanachokiita siri za adui, masuala ya Freemason, Illuminati, uchawi, uganga, masuala ya unabii wa uongo, masuala ya mapambo na matakataka yote, amjifundishi haya masiri ya huyu adui. Nawaambieni kwamba sitawapeni mzigo mwingine, lazima mzingatie yale mlionayo sasa mpaka nitakapokuja. Tuzingatie nini? Kuishi maisha masafi matakatifu, tuzingatie kuwa na upendo, tuzingatie kutunza mavazi yetu ya utakatifu, tuzingatie wokovu ulio safi, tuzingatie kuishi maisha yanayompendeza Bwana. Tukimsubiria Bwana, anasema mzingatie mpaka nini? Mpaka nitakapokuja siku ya parapanda kuwanyakueni. Mshindi na mwenye kuzingatia mpaka mwisho, atakayeshinda
kutokuwa upande huu wa huyu adui, kuwa upande huu ulio mzuri. Bwana anasema huyu mshindi nitampa mamlaka juu ya watu wa mataifa. Haya mamlaka ni lini? Najua baada ya parapanda kupigwa, tunaambiwa sherehe ya bwana harusi na bibi harusi ndio itaenda kufanyika. Ni kile kipindi cha miaka 1000 ambayo Bwana atafurahia ufalme wa mbinguni pamoja na watakatifu wake au walionyakuliwa. Watu wataonyeshwa nyumba zao, makazi yao waliojenga mbinguni. Watafurahia sherehe ya bwana harusi. Huku duniani wanalia na kusaga meno. Mateso yanaanza. Maana tunaambiwa wale malaika ambao watatupa yale mapigo, tunaambiwa vile vibakuli vyenye mapigo vitaachiliwa duniani. Watu watapata shida, watu watalia na kusaga meno. Tunaambiwa jua litashuka. Na ndio maana sasa hivi angalia duniani watu wanaanza kuongelea masuala ya global warming, mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia na hali ya hewa. Ndio wakati wake huo unakuja. Walio rohoni wanaelewa hiki ni nini, lakini walio wa mwilini wanajua tu kwamba jua litakuwa kali sana. Ndio litakuwa kali kwa sababu Mungu atawaadhibu watu. Adhabu zitakuwa kali kwa sababu njaa itakuja, magonjwa mlipuko yatakuja, chanjo zitakuja, kwa sababu chapa ya 666 itakuwa ndio wakati wake ambao mpinga Kristo atatawala wazi wazi. Lakini tunaambiwa kuna kile kipindi ambacho ile nchi takatifu Yerusalemu mpya. Angalia ukisoma Ufunuo Yohana maeneo ya mwisho huko, tunaambiwa Yohana akaonyeshwa ule mji, yule bibi harusi anashuka toka mbinguni, ambaye huyu anashuka na ile nchi takatifu Yerusalemu mpya inashuka duniani, inashuka ule ufalme unashuka na watu wake watakatifu wake, ambao hawa watauishi hii nchi, ambao hii nchi wale ambao wa mataifa waliofanikiwa kuingia nchi hii, tunaambiwa wale washindi Bwana atawapa. Angalia hapa, hawa washindi hawa wapo ambao watapewa nafasi za uongozi, ambao watawaongoza kwa fimbo ya chuma, watavunja vyombo vya udongo. Lakini pia hapa angalia 26, mshindi na mwenye kuzingatia mpaka mwisho mambo ninayotaka nitampa mamlaka juu ya watu wa mataifa. Wapo watu ambao walifanya vizuri sana, Bwana atawapa mamlaka. Mamlaka haya ni yapi? Juu ya watu wa mataifa. Ambao hawa watu wa mataifa ni wapi? Wale ambao waliofanikiwa kuingia ufalme huu. Wapo watu watapewa nafasi mbalimbali kwa sababu walifanya vizuri sana kipindi wanaishi duniani, kipindi wanasubiria parapanda, walifanya vizuri sana. Ndio maana tutavishwa crown tofauti vile tulivyofanya kazi ya Mungu. Na ndio maana tujitahidi kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa sababu ipo thawabu kubwa, ipo zawadi kubwa Mungu ametuandalia kila mmoja kupitia kujitoa kwetu sadaka, kupitia kujituma kwetu kusambaza vitabu, kupitia kuwahubiria watu, kuwaleta wengi kwa Yesu. Haya yote Bwana ataenda kutuvisha crown siku ile ya kutoa zawadi kwa watumishi wake. Lakini tunaambiwa aliye na masikio basi na yasikia yale Roho anayoyaambia makanisa. Na wewe uliye na sikio uyasikie haya ambayo Roho Mtakatifu analiambia hili kanisa la Tuatira, ambao ni wewe. Sasa hapa ni kazi yako wewe kukaa chini kuangalia upo kundi gani. Upo kundi hili la kanisa la Tuatira ambao liko upande wa Yesu, linamfurahisha Yesu, linafanya mambo yanayompendeza Yesu, linasoma neno, linaishi maisha masafi matakatifu, limeachana na hizi takataka zote, linavaa nguo za heshima, nguo za kujistiri, linafunika kichwa chake linapokuwa kwenye maombi, kwenye ibada. Hili kanisa ambalo
wanatunza mavazi yao ya utakatifu. Hili kanisa, je, wewe uko upande huu au wewe uko upande huu mwingine ambao unampenda Yesu, unasema una wokovu, unajiita mlokole, unajiita taifa takatifu, lakini unavaa matakataka haya, unavaa vitu vya huyu mama wa ukaaba huyu, unafuata mafundisho haya ambao wanayafundisha ya miungu mingine, unatoa kafara na sadaka kwa miungu mingine. Je, na wewe uko upande huu au uko upande wa nuru? Wakati ni sasa. Bwana anasema ametupa muda wa kukaa chini kutathmini. Unaposikia somo hili, kagua maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Angalia katika maisha yako haya, je, uko upande gani? Yamkini mwingine ameshaviacha vitu hivi vyote kabisa, ameacha, lakini kila anapokuwa anaota bado anajiona amevaa mawigi, bado anajiona amevaa maeleni, bado anajiona amevaa masuruali. Yamkini maisha yake ya zamani ndio alikuwa anaishi hivyo, anavaa hivyo. Katika ulimwengu wa roho, hivi vitu bado hujatengana navyo. Unachotakiwa, mtafute mtumishi ambaye ana roho wa Bwana kweli, Roho Mtakatifu, akusaidie kukuombea na kukutenganisha na hivi vitu vya Yezebeli ambavyo hivi bado ulimwengu wa roho, hii nira bado hujatengana navyo, hivi vitu bado hujatengana navyo, ili siku ya parapanda ikipigwa usiwe na kitu cha Yezebeli kitakacho kupigia kelele kwamba wewe ni wake na unatakiwa ubaki. Bwana akusaidie sana kupitia somo hili. Bwana azungumze na moyo wako kwa lugha nyepesi, lugha laini na nyepesi ya kuona madhaifu yako, ya kuona mapungufu yako na kuyafanyia kazi. Ingali bado ni mchana kweupe, kabla nuru haijaondolewa duniani, parapanda ikapigwa, ukawa ni mmojawapo katika wale watakaolia na kusaga meno. Eli yake yule aliyesikia haya, aliyesikia maneno haya ambayo Roho wa Bwana anasema na kanisa la Bwana. Bwana akubariki sana kwa kusikia somo hili. Baba, ninakushukuru Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko. Sante Baba kwa neno la leo. Asante kwa kuzidi kutuhimiza watoto wako. Sante, tunakushukuru kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Asante Baba, tunakupenda. Sante Mungu wa miungu, asante simba wa Yuda, asante mwamba wa kale. Sante kwa ujumbe huu kwa kanisa la Tuatira Baba. Sante kwa kusema na watoto wako. Sante Mungu mwenye nguvu, asante Baba kwa kuachilia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalivari katika mioyo ya watoto wako, ambao kupitia damu hii Baba inaenda kurainisha mioyo yao, inaenda kung'oa ile nira ya adui katika ulimwengu wa roho, Yezebeli aliyoipanda katika mioyo yao. Baba, inaenda kuvunjika nira hiyo, inaenda kuachia watoto wako sasa, inaenda kuwasafisha na kuwatakasa na vile vitu vyote vya adui vya Yezebeli Baba, vikakusanywe, vikateketezwe kwa moto wako wa Roho Mtakatifu mpaka majivu Baba, ukawaoshe kwa damu yako watoto wako hao, mavazi yao, nafsi na roho zao. Sante Mungu mwenye nguvu, nira yako Bwana ukawavishe sasa, na nuru yako ikatawale ndani yao Bwana. Mavazi yao Baba yakawe meupe, masafi, matakatifu. Asante Mungu mwenye nguvu, asante simba wa Yuda, sante mwamba wa kale, niko ambaye niko. Sante Baba, ni katika jina lipitalo majina yote, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen.